Ahadi iliyochakachuliwa. Hiyo ndiyo mada ya leo. Basi ninakuomba tuweze kufuatana pamoja katika siku ya leo ili tuweze kuangalia ahadi iliyochakachuliwa. Ni ahadi ya namna gani? Basi tuweze kualika Roho Mtakatifu kwa njia ya ombi. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Uhimidiwe sana Yesu. Jioni ya leo tunapokwenda kuangalia somo la ahadi iliyochakachuliwa, tunaomba Yesu ukaweze kutubariki kwa jina la Yesu. Amina. Ni ahadi gani iliyochakachuliwa? Matendo ya Mitume 1 na lile fungu la 8 tutakwenda kuangalia ni ahadi gani ambayo Yesu aliitoa, lakini tutaiangalia ni jinsi gani ambavyo imechakachuliwa. Haleluya. Matendo ya Mitume 1 na lile fungu la 8, maandiko matakatifu yanaeleza, yanasema hivi. Nitakwenda kusoma kama yalivyoandikwa. Biblia takatifu inaeleza, inasema kwamba huyu ni Yesu. Nitaanzia fungu la 6, anasema ya kwamba basi walipokuwa wakimuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndio unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe. Baada ya hayo Yesu akawaambia wanafunzi akasema hivi katika fungu la 8, anasema ya kwamba lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Hii ni ahadi ambayo Mungu aliahidi kwa wanafunzi, na ahadi hii tunaambiwa kwamba leo tunakwenda kuangalia tuone jinsi ambavyo ahadi hii ya ujio wa Roho Mtakatifu ilivyochakachuliwa. Yesu aliahidi ya kwamba nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, lakini swali ni hili kwamba je, baada ya Kristo kuondoka, je, ahadi hii ilitimia? Matendo ya Mitume sura ya 2 na lile fungu la 1, tunaona kwamba wanafunzi baada ya hapo, kiendelea hapo kwenye lile fungu la 9 na Matendo 1, unaona kwamba ni kweli baada ya hapo walirudi Yerusalemu, walikaa hapo wakisubiria ahadi. Fungu la 1 la Matendo sura ya 2, Biblia inasema kwamba hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwa hapo wote pamoja. Anasema kwamba kukajawa ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, anasema ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwamo wameketi. Anasema wamekaa pale Yerusalemu wanasubiria ahadi ambayo Mungu ameahidi. Anasema ghafla uvumi ukajaa ile nyumba. Anasema kwamba katika ile nyumba ambao walikuwa wamekaa. Fungu la 3 anasema kwamba kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto iliyowakalia kila mmoja wao. Fungu la 4 anasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Basi hapo ndo tunajua ya kwamba kumbe hii ahadi ambayo alisema kwamba nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, tunaona baada ya kuketi Yerusalemu, kuketi pale hekaluni, tunaona kwamba kweli ile ahadi iliyoahidiwa ilirudi, kwamba ilikuja na Roho Mtakatifu akalijaza lile kanisa, wote wakaanza kunena kwa lugha nyingine. Chukua pointi hapo, hajasema wakanena kwa lugha mpya, ila walinena kwa lugha nyingine, ikimaanisha kwamba kama ni lugha nyingine, manake ilikuwa ni lugha nyingine tofauti na ile waliokuwa nayo wale watu waliokuwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni lugha ipi mpya na ni lugha ipi nyingine waliokuwa wanazungumza? Soma fungu la 7 mpaka la 11, nitakwenda kunukuu. Maandiko yanasema ya kwamba wakashangaa wote wakastaajabu wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Fungu la 8, imekuwaje basi tukasikia wakisema kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Waparath, Wamedi na Waelami nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia. Fungu la 10 anasema Filigia na Pamfilia, Misri na pande zote za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi waongofu wapya, Wakrene, Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha
zetu matendo makuu ya Mungu? Ni kwamba hapa tunaona kulikuwa na lugha nyingine nyingi, ila waliokuwa wanasema walikuwa ni Wagalilaya. Hivyo wakasema, mbona hawa watu wanasema kwa lugha nyingine? Wanasema kwa lugha yetu tuliyozaliwa nayo. Kumbe tunaposoma Biblia kwamba walisema kwa lugha nyingine, maanake walisema kwa lugha za wanadamu wengine ambao hawakuwa ni Wagalilaya. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hapo tumeelewana pamoja juu ya kunena kwa lugha nyingine. Lakini sasa mada inasema kwamba tunakwenda kujifunza ahadi iliyochakachuliwa. Sasa ahadi hii ya Roho Mtakatifu tunaona kwamba iliposhuka, wale mitume wa kwanza walitenda sawasawa na maagizo ya Mungu, walinena kwa lugha nyingine, wakaanza wengine kunena Kikrene, wakanena kama watu wa Mesopotamia, wakanena kama kwa Kiyahudi, wakanena kama Waarabu na lugha zingine nyingi zilizokuwepo mahali pale. Lakini sasa imefika wakati leo hii ahadi hii ya kunena kwa lugha imechakachuliwa. Badala yake kuna lugha zinanenwa ambazo hazieleweki, na mnenaji anayenena kwa lugha ukimuuliza unasema nini, anakwambia ya kwamba nilikuwa ninanena lugha ambayo ni lugha ambayo haieleweki ili mchanganye shetani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu hajanyamaza kimya. Kuna utaratibu ambao ameutoa juu ya unenaji wa lugha, na utaratibu huu nitakwenda kukuonyesha. Kuna kanuni kuu 3 za unenaji wa lugha, na tutakapozimaliza hizo, basi kwa siku ya leo tutakuwa tumehitimishia hapo katika somo la leo juu ya ahadi iliyochakachuliwa. Sasa ngoja nikupe kanuni 3 ambazo Mungu amezitamka kwa kinywa chake kwa kupitia maandiko matakatifu, kanuni na taratibu za kujua ya kwamba hii ahadi haijachakachuliwa ama imechakachuliwa. Na kwa haya mambo makuu 3 utajipima na utaangalia kwamba je, haya huwa yanafanyika mahali ambapo mimi ninafanyia ibada ama yanakuwa tofauti? Na kama yatakuwa tofauti, yawezekana uko miongoni mwa mahali ambapo ahadi hii ilipochakachuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Mtume Paulo kwenye kitabu chake cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 14, nimesema nakupa mambo 3 ya kanuni ya kuweza kutambua ya kwamba hapa ulipo ni mahali penyewe ama Mungu amesemaje. Taratibu za kunena kwa lugha zipoje? Kuna aina 3, kuna kanuni 3 za unenaji wa lugha ambao Mungu amepangilia ya kwamba kunena kwa lugha kuwe hivi. Jambo la kwanza, Wakorintho wa kwanza 14 fungu la 22, Mungu amesema hivi: kwanza, unapokuwa unanena kwa lugha inatakiwa utambue ya kwamba hizi lugha ambazo hii kalama ya lugha imeletwa na Mungu kwa wamchao. Lengo kubwa sio kwa wale watu ambao tayari wako ndani ya kanisa, kwa wale waaminio. La, Biblia inasema kwamba imeletwa lugha hii ni kwa ajili ya watu wasioamini, ili anapopatikana mtu asiyeamini, basi hii lugha imsaidie. Wakorintho wa kwanza 14 fungu la 22, Biblia takatifu inasema kwamba basi hizi lugha ni ishara, ni kwao anasema kwamba basi hizi lugha ni ishara, si kwao waaminio, bali kwao wasioamini. Na anasema lakini kuhutubu si kwa ajili yao wasioamini. Anasema kwamba kumbe hizi lugha ni ishara kwa ajili ya wale wasioamini, si kwa ajili ya wale waaminio. Maana yake ni kwamba kumbe kunena kwa lugha kunatakiwa kunenwe endapo kuna watu wasioamini. Kwa nini? Ili waweze kufaidika na huduma iliyopo mahali pale. Ndiyo lengo kubwa. Hilo ni jambo la kwanza. Nimesema nakupa 3, tutafunga kipindi chetu kwa siku ya leo. Jambo la pili, inatakiwa utambue kwamba unenaji wa lugha unapokuwa unafanywa usizidi watu 3. Huu ni utaratibu wa Biblia. Anasema usizidi watu 3. Anza kujipima mahali pangu pa ibada, mahali pangu unapofanyia ibada, ya kwamba je, huwa tunapofika wakati wa kunena kwa lugha, je, huwa hatuzidi watu 3 kwa lugha ya Biblia au huwa wanazidi? Na kama huwa wanazidi, wanafanya kwa utaratibu gani? Nitakusomea Biblia, inaeleza hivyo. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 na lile fungu la 27, anaeleza ya kwamba unenaji wa lugha usizidi watu 3. Biblia inasema hivi, fungu la 27,
anasema ya kwamba kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja afasili. Yaani hata wale watatu wanaopaswa kunena kwa lugha, anasema pia apatikane mtu mwingine ambaye atakuwa anafasili ile lugha. Huo ni utaratibu wa Mungu. Wanene wawili au watatu, anatema kwamba tena wapeane zamu, anene huyu aje na huyu aje na huyo, kama wako watatu, alafu mwingine akiwa anatafsiri. Lakini tatu na mwisho, nimesema ni mambo matatu. Tatu na mwisho ni kwamba unenaji wa lugha unatakiwa ufanywe zamu kwa zamu, kama nilivyosema, watu usiozidi watu watatu, lakini pia uneno kwa zamu, tena na mmoja akiwa akifasiri. Sasa fungu la 30 katika Wakorintho wa kwanza 14 fungu la 30, Biblia takatifu inaeleza, inasema hivi, fungu la 30 kwamba lakini mwingine aliyeketi akifunuliwa neno, yule wa kwanza na nyamaze. Bwana Yesu apewe sifa. Kwamba anaposema kwamba wasizidi watu watatu, tena wapeane zamu kwa zamu, anasema yawezekana huyu mmoja akafunuliwa neno la kuzungumza kwa lugha kwa ajili ya huyu asiyeamini, ni kwamba sasa ikatokea na mwingine kafunuliwa, anasema huyu wa kwanza inatakiwa afanye nini? Anyamaze. Hiyo ni lugha ya Biblia. Maana yake ni kwamba mahali pangu pa ibada lazima nitumie kanuni hii. Kama kuna unenaji wa lugha, kuna mmoja kajazwa Roho Mtakatifu akataka kunena kwa lugha, sasa kama na kuna mwingine, inatakiwa wa kwanza anyamaze, alafu anene huyu mwingine. Ninaponena huyu mwingine, apatikane wa kutafsiri ile lugha. Bwana Yesu asifiwe. Sema ahadi iliyochakachuliwa. Shetani kaichakachua. Leo hii kuna unenaji wa lugha, wananena watu wasio na idadi, wanazungumza lugha mpya, sio lugha nyingine za watu wengine. Hiyo ni utaratibu uliochakachuliwa. Lakini pia yawezekana tukawa na swali ambalo ukawa unajiuliza kwamba sasa kama hali iko hivyo, je, ikitokea ya kwamba ikatokea kwamba sasa mtu akanena kwa lugha, na anaponena kwa lugha alafu mwenye kutafsiri akakosekana, inatakiwa nifanye nini? Biblia haijanyamaza, imesema ya kwamba huyo mtu lazima aweze kunyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Biblia haijakaa kimya, bali imeeleza katika hiyo Wakorintho wa kwanza 14 fungu la 28, Biblia takatifu imeeleza ikasema hivi, kuna kitu imeongeza hapo, imesema hivi 14 fungu la 28, anaeleza anasema ya kwamba fungu la 28 anasema, lakini asipokuwapo mwenye kufasiri na nyamaze katika kanisa, aseme na nafsi yake, tena na Mungu. Kama ikitokea ya kwamba sasa kuna mtu ananena kwa lugha alafu mwenye kutafsiri amekosekana, anasema huyo mtu inatakiwa aweze kunyamaza. Sio mimi, ni lugha ya Biblia, lazima anyamaze, maana kutafsiri hayupo. Sasa je, ikitokea sasa huyo hajanyamaza, ananena kwa lugha na mtu ameingia asiye wa imani hii, Biblia inasema nini? Biblia imeeleza, inasema hivi katika fungu la 23 Wakorintho wa kwanza 14, tunapokwenda kuhitimisha, anaeleza anasema hivi, sasa akasema kwamba haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha, kisha ikawa ameingia watu wajinga au wasioamini, je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? Kwamba sasa kwa sababu hizi lugha ni kwa ajili ya wale ambao hawajaamini, anasema sasa ikitokea mnanena kwa lugha, wa kutafsiri hayupo, mnanena kanisa lote tena